Taarifa ya malaria ya dunia ya mwaka 2024 inaonyesha kuwa kulikuwa na ongezeko la wagonjwa wa malaria milioni 11 kutoka wagonjwa milioni 249 wa mwaka 2022 hadi milioni 263. Hata hivyo, ripoti hiyo inaonyesha kuwa vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vimepungua, lakini Afrika inatajwa kuwa na 95% ya vifo vyote duniani, hivyo kuonesha kuwa bado kuna jitihada za makusudi zinazohitajika ili kumaliza kabisa tatizo la malaria. Tanzania ni miongoni mwa nchi 6 za Afrika zilizotajwa kwenye ripoti hiyo kuwa na wagonjwa wengi wa malaria, ikiungana na nchi za Nigeria, DRC, Uganda, Ethiopia na Msumbiji. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa afya imekuwa ikitekeleza afua mbalimbali za kudhibiti ugonjwa huu, na miongoni mwa afua hizo ni hii ya ugawaji wa vyandarua kwenye kaya bila malipo ambayo inatarajiwa kuanza hivi punde. Na hapa ni ofisini kwa mkuu wa wilaya Kilosa, Mheshimiwa Shaka Hamdu Shaka, akiwa na kamati yake ya ulinzi na usalama, anapokea taarifa ya kuwepo kwa uhamasishaji wa kampeni hiyo ya vyandarua bila malipo. Afisa mipango mkuu wa kudhibiti malaria NMCP kutoka Wizara ya Afya, Peter Gitanya, hapa anasema kuwa mkoa wa Morogoro una kiwango cha juu cha maambukizi ya malaria cha 9.9 kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025, huku halmashauri 7 ikiwemo Kilosa ndiyo zenye maambukizi mengi. Na hivyo serikali kwa kushirikiana na Global Fund wameamua kuanzisha kampeni ya vyandarua bila malipo, ikiwa na lengo la kuongeza umiliki wa vyandarua kwenye kaya kufikia lengo la Shirika la Afya Duniani WHO la umiliki wa 80%, lakini pia kupunguza maambukizi ya malaria kutoka kwa mbu wenye vimelea vya ugonjwa huo. Aidha, afisa huyo anaitumia nafasi hiyo kuiomba kamati ya ulinzi ya wilaya kushiriki vyema katika kampeni hiyo ili lengo lililokusudiwa litimie. Naye mkuu wa wilaya Kilosa, Mheshimiwa Shaka Hamdu Shaka, anabainisha kuwa serikali ya wilaya kuanzia ngazi za vijiji na kata hadi wilaya zitatoa ushirikiano wa kutosha katika zoezi, kwani lengo la serikali ni kuhakikisha inatokomeza ugonjwa wa malaria, huku akifafanua kuwa kundi la watoto na akina mama ndio wahanga wakubwa wa ugonjwa huo, hivyo vyandarua hivyo vitasaidia kupunguza maambukizi ya malaria. Na sisi kwa nafasi zetu wajumbe wa kamati ya usalama tuahidi ushirikiano katika zoezi hili la kitaifa. Tunaahidi ushirikiano kwa maana tutakuwa mabalozi wazuri kuhakikisha kwamba kuanzia ngazi ya tarafa, ngazi ya kata, ngazi ya kijiji hadi kitongoji kufikisha taarifa hizi na elimu hii ambayo tumeipata. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Idara ya Afya, Ustawi wa Jamii na Lishe, Januari Boniventure, analitumia jukwaa hili kuwataka viongozi na watendaji ngazi za vijiji na kata kushiriki vyema katika kampeni hiyo, ikiwa ni pamoja na kusajili kaya katika maeneo yao. Aidha, anawataka watendaji hao na wananchi kwa ujumla kuendelea kutekeleza afua mbalimbali za kudhibiti malaria, ikiwa ni pamoja na kufanya usafi wa mazingira ili kufikia lengo la serikali la kuwa na maambukizi 0 ya malaria ifikapo mwaka 2030. Ni wito wangu kwamba wenyekiti wa vijiji, lakini pia wenyekiti wa vitongoji, bila kusahau watendaji wa vijiji watakushirikiana kwa pamoja ili kutoa elimu na lakini kuhamasisha zoezi zima, tuone kwamba namna gani ile takwimu ambayo iliyopo ya wanakaya katika halmashauri ya Kilosa, basi kila mwanakaya ahusike, yaani aandikishwe kulingana na idadi ya watu alionao katika kaya. Tusisahau kwamba kila mmoja anatakiwa apate, kila kaya inatakiwa ifikiwe na kila kaya inatakiwa ipate vyandarua kulingana na idadi ya watu waliopo kwenye kaya husika. Kwa upande wake, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Kilosa,
Dr. Selemani Kasuguru anabainisha kuwa kwa sasa wilaya Kilosa ina maambukizi ya malaria 6.7% na kuongeza kuwa kwa sasa wanautambulisha mradi huo ngazi za wilaya, kata na vijiji. Dr. Kasuguru anaongeza kuwa halmashauri imetenga maeneo makuu mawili ambayo yatatumika kama vituo vya kusambazia vyandarua hivyo ili kurahisisha zoezi la ugawaji wa vyandarua hivyo. Wilaya ya Kilosa maambukizi yako 6.7%. Kwa sasa tunachokifanya ni kwenda kutambulisha huu mradi kwenye level ya serikali ya wilaya, kwa maana ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya lipate kufahamu juu ya zoezi litakavyokuwa wakati wa utekelezaji, wawe sehemu ya watu ambao watashiriki kwenye kufanya zoezi hili liweze kutekelezeka kwa urahisi. Sisi kama wilaya tumejipanga kutekeleza zoezi hili kwa kugawanya maeneo mawili mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa hili zoezi. Tutakuwa na eneo la ukanda wa Dumila ambako na kwenye kutakuwa kuna center ambayo tutahifadhi vyandarua kwa ajili ya kugawa kwenye ukanda wa maeneo ya Dumila. Lakini vile vile tutakuwa na center nyingine kwenye ukanda wa Mikumi ambapo na kwenyewe tutatumia kama sehemu ambayo tutakuwa kama bohari ya kuhifadhi hivi vyandarua kwa ajili ya kwenda kuvigawa kwenye wakazi wanaopatikana kwenye maeneo ya Mikumi. Zoezi hili linatarajiwa kufanyika ndani ya wiki 2 zijazo, na itakuwa ni kampeni ya kitaifa ambayo itashirikisha watendaji wa kata, watendaji wa vijiji na wale watoa huduma ya afya kwenye ngazi ya msingi.